Lazima tuje align kwamba sisi halmashauri hii hatutakuwa chanzo cha kuzalisha maskini kwa kutokuwalipa kwa wakati. Kwenye baraza maalum la kujibu hoja za mkaguzi wa ndani wa hesabu za serikali mkoani Mbeya, ukaguzi huo ulibaini zaidi ya bilioni 1.2 bado hazijalipwa kwa wadhabuni na watumishi walitoa huduma wilayani humo. Bajeti isiyotosheleza kwa ajili ya malipo ya madeni ya nyuma bilioni 1.2 ambapo kwa mwaka 23-24 halmashauri ilikuwa na jumla ya madeni ya bilioni 1.3, lakini katika bajeti ya kulipa madeni ni kiasi cha shilingi milioni 148,699 ambacho kiliwekwa kwenye bajeti ya kulipa madeni. Kwa hiyo tunaona kiasi cha shilingi bilioni 1.2 sawa na 90% akikutengewa fedha kwa mwaka wa bajeti kwa maana 24-25 kwa ajili ya ulipaji wa madeni. Kuna bilioni 1.2, lakini kwa mwaka wa fedha 25-26 tumetenga jumla ya shilingi milioni 169 kwa ajili ya kulipa madeni ya wazabuni. Mwaka huu tumetenga tena, mheshimiwa mwenyekiti, mwaka ujao wa fedha milioni 200. Madeni hayo yamegawanyika na madeni ya serikali kuu ambayo ni madeni ya mishahara, malimbikizo ya mishahara na watumishi na wazabuni. Kwa hiyo mchangano wake tutaupeleka kwa mkaguzi ili aweze kutuondolea hiyo hoja, lakini asilimia kubwa tunategemea serikali kuu. Mheshimiwa Beno Malisa ni mkuu wa mkoa wa Mbeya, ameitaka halmashauri ya wilaya ya Kyela kulipa madeni hayo kwa kutenga bajeti inayoendana na thamani ya madeni badala ya kukaa na fedha za watu, hatua inayochangia kuongeza umasikini kwa wananchi. Lakini sisi lazima tusiwe chanzo cha umasikini wa watu wetu kwa huduma tulizopewa. Mjasiriamali mdogo kama kakopa analipaje hiyo hela? Wakati wewe unawaza kulipa 10% kwa mwaka. Analipaje riba ya benki au vikoba au kwa alikopata fedha? Maana lazima tuje align kwamba sisi halmashauri hii hatutakuwa chanzo cha kuzalisha maskini kwa kutokuwalipa kwa wakati. Otherwise mkurugenzi utuambie hiyo huduma haijawafikia. Hii kama ni deni maana yake mlishakuwa na uhakika na sio ajabu huduma hiyo ilishaisha. Au sio mwenyekiti? Tafadhali sana naomba ili tulipe kipaumbele. Mbeya oye. Na siku nyingine kingine wanasema charity begins at home. Kama wewe ulipi watumishi wako unamsumbuaje mwingine alipe? Kama hulipi watumishi wako wanaokufanyia kazi, malimbikizo yao yapunguze kwa kiwango kinachotia moyo. Maana yake una demoralize hao wengine waliopo. Nadhani kitu kinaeleweka hicho, kihitaji maelezo mengi. Kwa hiyo tuone kabisa effort za makusudi za kulipa madeni ya watumishi na wazabuni.